Hii swala tumeishika. Mimi nikiwa kama deputy party leader niko mbele. Wewe tunga mkuki. Dunga mkuki. Na nataka nishukuru ndugu yangu former governor Mheshimiwa Ongwae. Najua Ongwae alitoroka kidogo. Sasa ndio sisi tena tumetangulia yeye. Sasa mzee, rudi kwa chama. Tunaipanga hii maneno iende mbele. Hapo namna gani? Kwa hataka niseme hili, Mheshimiwa Eugene umesema hapa leo. Mimi juzi nilikuwa vice chairman wa chama cha ODM. Leo hii mimi ni deputy party leader wa ODM. Ndugu yetu ambaye amelala hapa alikuwa mwana ODM. Ndugu yetu alikuwa mwana ODM. Na nataka niseme hii. Sisi kama ODM hatujaingia kwa serikali ya Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya peke yake. Tumepeana Mheshimiwa Kalonzo, tumepeana mtu anaitwa Bani. Tumepeana haya. Walikuwa wamejipanga kidogo. Sio mbaya. Haya tumesikia hiyo maneno. Hiyo ni nzuri. Mheshimiwa Kalonzo tumepeana sisi mtu anaitwa Mbadi. Mtu anaitwa Opanya. Mtu anaitwa Opiyo Wandayi. Na tukapeana mwingine anaitwa Joe na mama yule kutoka Turkana. Sisi kama chama cha ODM hatujaama katika Azimio. Sisi ni wana Azimio. Ile kitu tunashukuru Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba amechukua project yetu ambaye ni baba katika kiti cha AU. Na anazunguka, mliniona nilikuwa na wao kule China, tulienda pia kuomba deni kidogo kule. Kwa sababu tuliomba deni ya bilioni 40. Hii barabara yetu hapa moja iko na milioni 7 na zingine pia Kenya hii. Kitu peke yake. Mheshimiwa Senator wangu, Mheshimiwa Onyonka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport. Na hiyo ilikuwa kitu mzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama Azimio. Mimi kama mwenyekiti deputy party leader wa chama cha ODM nitahakikisha chama kiko imara. Hapa leo tunapomzika, nimeona wana ODM wengi hapa sana. Tunaomba kwamba chama kitasimama imara katika Azimio. Mwisho, na mnisikize mzuri, mimi kama gavana wa Kisii, kabla ya hii juzi kumekuwa na vita kubwa mpaka risasi tumepigwa. Hata yule kijana mmoja aliyepigwa risasi alikufa. Kijana mwingine alikamatwa hapa Kisii akawawa kinyama. Tunasema hivi, polisi tafadhali. Na Mheshimiwa Kalonzo nashukuru kwa sababu wewe na baba mlipokuja ndiposa hawa askari walirudisha makali yao chini. Ile kitu walikuwa wanataka ni kwamba lazima, ulisikia hiyo clip wakisema kwamba lazima wataingia kwangu kwa nguvu tu, wavunje. Lakini sasa siku ile walikuwa wanacheka. Leo hii nataka niwahakikishie, mtu yoyote alihusika katika mauaji ya vijana wetu lazima watawajibika. Mheshimiwa gari anapolazwa kwake, mimi nataka ni promise hapa town, kwa sababu barabara tunatengeneza, we will name one of the roads kwa jina lake, kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa hapa. Mwisho, nikubalie niseme hili.